Igwen Media, burudani kwa wote. Haya, boli wanakwenda nao lakini amekataa hapa. Fikia Justin. Sasa kwa timu. Bila kuna namna gani bado weka usinde. Wewe muibe. Wachwa mbali sasa. Wewe muibe. Nyosha mguu pale. Haya wanakwenda sasa. Jaji. Biraro yuko kwa hapo Farizo ukikaruka. Kwa boli ile pale vizuri na kwenda nao na napambana lakini komba zuri. Kocha Mari na Imara anazonga pale. Mari anakosa. Lakini Ah, tanga sawa. sasa kwa ukakika. Acha wakuza kumzunguruka. Jaji wao. Na musarari fanya hodari hizi. Okay. Haya msawazio wanaanza sawa. Filipo anafinya mali. Anainua huku hatari. Omi anafusha mtungi kwa ndani ya goli. Konga mlingoti ule. Atembea na mwamba. Kashushia kichwa wao. Fantastic. Bao la kwanza. Dakika 11. Anayo ni Okoro, msajiliwa kutoka Burundi, na anachezea timu ya Chipukizi Sport Club. Ayo nambari 20 mgongoni ambaye Omar ameanza 0 kwa Alima 30 mgongoni. Chipukizi wanajaribu kuchangamka kuangalia namna gani ya kubadilisha matokeo, kuyatoa kwenye 1-0 na kuyafanya yawe 1-1. Anachezwa free kick kujaribu kutafuta nambari 12 mgongoni. Cheza ndefu tena. Eliud jaribu kucheza shoot ambayo ni on target, lakini ni shoot ambayo hajaleta madhara kwenye mlango la Alima nambari 30 mgongoni, ambaye ni goalkeeper wa timu ya Chipukizi. Cha vizuri kwa Amis na odha wa timu ya Chipukizi tena. Anamchapia Akil. Cheza vizuri tena kwa 17 ambaye ni Faraja. Azad Eden. Azad. Na ni corner kick ambayo itachezwa kuelekeza katika lango la Hodari FC. Ekibendera amesema kwamba ni kabumbu ya kurusha. Cheza vizuri Faraja kujaribu kumvisha mtu kanzu. Anayo namba 2 mgongoni ni Okoro. Cheza vizuri namba 3 ambaye ni Mwibelecha tena. Cheza kwa ni Okoro. Jaribu kucheza shoot ambaye ilikuwa ni on target, lakini alimudu sana Ndayamba J30 wa
timu ya Odar. Anapeleka nambari 12 mgongoni ambaye ni Filipo. Cha vizuri kwa Eliud. Eliud amepoteza kabumbu kwa Niokuru. Eliud Mwibelecha ameza 0 kwa Alima. Alima cheza ndefu. Amefika wa kwanza mchezaji ambaye ni Jean. Cha vizuri Fraj. Anayo Amis. Cha vizuri kwa Akili. Faraja. Kabumbu imechangamka kama nilivyokuambia. Chipukizi wanajitahidi kutafuta goli kwa udi na uvumba. Niokuru ana umiliki. Na ni kabumbu ya kurusha ambayo telekezo katika lango la Chipukizi. Kabumbu ya kurusha tayari inachezwa. Mwibelecha ameitoa out. Na itakuwa ni kabumbu ya kurusha tena ambayo telekezwa katika lango la Chipukizi kwa faida ya Odari Football Club. Anakwenda kucheza nani? Nambari 17 mgongoni ambaye ni Tumba. Filipo. Tumba jaribu kucheza shoot kuelekeza ndani lakini imekutana na block ya Faraja. Cha vizuri Jean. Kama umetumwa kwa namba 10 ambaye ni Azad, mchezaji mtata sana. Azad amechezewa mazambi. Na Kibendera amesema ya kwamba ichezwe free kick kuelekeza katika lango la Hodar. Ni free kick ambayo ya faida ya timu ya Baba Juma au iite Chipukizi ambayo inamilikiwa na tajiri kama Baba Juma. Wamiliki wa uwanja wa Ele ya 3 anakwenda kuichapa vizuri Amis. Ameseviwa tena nafasi ya kipekee. Goal! Matokeo yamebadilika kutoka 1-0 na kuwa 1-1 hadi sasa. Ni free kick ambayo ilichongwa na nahodha nambari 18 mgongoni anaitwa Amis. Wamecheza vizuri na ni bao la kubadilisha lugha ya Odari Football Club na Chipukizi FC. Sasa hivi wanasema lugha nyingine. Ile lugha kusema ya kwamba pointi 3 za siku ya leo zinakwenda Burundian, lakini Congolese kutoka kwenye timu ya Chipukizi wanasema ya kwamba brothers, this is Chipukizi. Chini ya chungu Baba Juma amehusika hapo, maandalizi ya kutosha, na pointi 3 za siku ya leo wanakuambia kwamba wanaruka nazo. Matokeo hapa ni 1-1 dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ngoja tuangalie kitakachojiri ndani ya dakika 90. Nani ataibuka mshindi wa siku ya leo? Na ukiangalia Chipukizi akitandikwa siku ya leo ni anabaki. Sidhani kama Chipukizi atakubali kutoka kwenye mashindano ya watoto wadogo cup kiurahisi hivi, na imekuwa ni timu ambayo ni timu upinzani siku ya leo. Anacheza nambari 20 mgongoni Omar. Kibendera line tu anasema ya kwamba ni corner kick, huku referee amesema ya kwamba ichezwe free kick.
Ni corner kick, faida kwa timu ya Odar. Ngoja tuone kama Odari watabadilisha tena lugha hapa kwa kona. Cheza vizuri kona kick, lakini imekuwa ni out na itachezwa goal kick kuelekeza katika lango la Odari. Faida ikiwa ni ya Kao Chipukizi na matokeo bado ni 1-1. Anachezwa ndefu, lakini imekutana na block ya nahodha namba 2 ambaye ni Toy. Anayo tena nambari 17 Fraj. Cha vizuri kwa namba 6 Akili. Amechezewa mazambi Akili na itachezwa free kick kuelekeza katika lango la Odari. Cheza vizuri Bridgman ambaye ni nahodha wa timu ya Chipukizi, mwite Amis. Amisi cheza ndefu na barua imefika. Inaelekezwa kuelekeza katika lango la Chipukizi. Cheza vizuri Eden Hazard, lakini imekutana na save ya goalkeeper hatari sana ambaye anaitwa Ndayambaje. Mashambulizi sasa hivi yamekuwa ni hatari sana. Naona Chipukizi wanajitahidi kubadilisha lugha ya Odari. Ngoja tuone Odari je watakubali kukalishwa chini siku ya leo na timu ya tajiri ambaye ni Baba Juma, miliki wa timu miliki wa uwanja wa Elo ya 3. Cheza vizuri Odar. Anamiliki Tumba. Tumba tena. Wanao Chipukizi. Toy. Toy amepoteza kabumbu na tayari Chipukizi wanaomiliki, lakini imepigwa save na Rastamani kutoka Odari na itakuwa ni kabumbu ya kurusha ambayo itaelekezwa katika lango la Odari. Anakwenda kucheza nani pale, nambari ngapi mgongoni? Anakwenda kucheza namba 6 mgongoni ambaye ni Akili. Kwanza tuone Akili ambaye atatumia kuicheza hiyo kabumbu. Azad. Lakini kibendera la inaona anasema kwamba Azad alikuwa tayari amejenga banda na ni offside. Na zimeongezwa dakika 4 za kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ngoja tuone nani atabadilisha matokeo na kusababisha tuseme lugha nyingine ndani ya dakika 4 za nyongeza. Cheza ndefu Odar. Mekutana na block ya nambari 20 mgongoni ambaye ni Omar. Cha vizuri Rastaman wa timu ya Odar. Anayo na odha namba 2 Toy. Toy cheza vizuri. Kabumbu amemwachia nani nambari 6 mgongoni ambaye ni Isaac. Majina kwenye Bible haya na bahati yake. Anayo tena Isaac. Amepoteza Toy. Wameipoteza tena, lakini mkutana na mlinda mlango ambaye ni beki Rastamani wa Odari nambari 15. Tunamuita sisi nani? Arushimana. Utatafsiria, utaniambia maana yake kwenye comment. Tuko toa free.
Yuko jitoa. Anakwenda kucheza kwa kipa namba 30 mgongoni ambaye ni Ndayambaje. Cha nzuri kwa nambari 15 lakini kabumbu kali ndefu. Anaitwa Arushima na amepoteza kabumbu na inakuwa kabumbu ya kurusha kanacheza katika lango la Hodari FC. Anacheza chipukizi vizuri kwa namba 2 mgongoni. Cheza huku. Anacheza vizuri ni Yankuru. Anaiona namba 4 mgongoni. Boli wanayo. Kizi bado anamiliki kabumbu. Na ni kabumbu tena kurusha kuelekeza katika lango la Hodari. Faida ikiwa ya kwao chipukizi na kucheza namba 6 mgongoni ambaye ni Akili. Cheza ndefu tena Akili kuelekeza katika lango fansi ya kipekee lakini goalkeeper ambaye ni Ndayambaje amesave. Rudisha tena kula. Imekuwa ni kichwa off target. Itacheza goal kick. Kwa faida ya Hodari kuelekeza katika lango la chipukizi anakwenda kuipanga tena Ndayambaje. Majina kirudi sasa hivi mimi nayagonga tu kama kawaida. Anakwenda kuchapa Ndayambaje 30 mgongoni. Cheza ndefu. Na ni kabumbu ya kurusha kwa faida ya chipukizi FC anakwenda kuicheza Akili. Kila mcheza vizuri. Refa amesema kwamba namba 7 amecheza mazambi na itakuwa ni free kick kuelekeza katika lango la Hodari FC anakwenda kuchapa na Odha ambaye ni Hamis. Michezo ndefu kuelekeza katika lango lakini imekutana na block ya jaribu kucheza shoot lakini imekuwa ni off target. Itachezwa goal kick. Cheza ndefu kujaribu kutafuta nani Azad lakini imekutana tena na block ya Rastamani wa Hodari FC. Cheza vizuri Akil. Anayoni Yankuru cheza vizuri tena lakini mabeki anapanga watu wanatumia Akili sana. Ameruka wa kwanza Azad. Unaona mzee. Unaona. Baje amekuwa wa kwanza kufikia ile kabumbu. Haya wanaanza haraka. Kabumbu kinachezwa akiwa na umiliki bado Hodari. Bimara. Vizuri Akil. Anayo nambari 17 Faraja cheza vizuri jaribu katika lango lakini Ndayambaje amekuwa wa kwanza kufikia kabumbu. Ndayambaje ni goalkeeper tegemezi wa timu ya Hodari FC ambao walifanya makubwa kwenye ligi ambazo zimepita hapo. Ngoja tukashuhudie je kwenye ligi ya watu wadogo cup watafanya nini. Ndayambaje Gwan Media kama mtakao ya kwanza kutoka platform zetu subscribe share na comment. Tutakuwa tumeshina kama familia tunashiriki nambari 21 lakini amesongwa walina mlango wa timu ya Dar. Refa anasema kwamba ichezwe goal kick. Icheza ndefu lakini imekutana na namba 3 mgongoni ambaye ni Belecha. Boli imechukuliwa vizuri kwa ligi Hodari FC. Sasa nambari 12 lakini imekutana na block. Hodari. Ifikie kwa mbele nambari 17 mgongoni wa timu ya Hodari. Jaribu kusonga nao. Namna gani? Wana kosa hapo kidogo sana. Kipengele kama Haya Mbe
Anapelekwa Mgerecha. Na ni Kabumbu tena kurusha ambaye ataelekeza katika lango la Hodari FC. Vizuri na Akili ambaye ni nahodha Amis. Anaona namba 2 mgongoni ambaye ni Nyokuro. Vizuri namba 6 Akili. Kicheza vizuri kumtafuta namba 5 mgongoni ambaye ni Jean. Ni namba 5 kwa namba 5. Ngoja tukacheki Jean na Bizimana nani atakuwa ni mkali. Bizimana ameshinda bana naye. Kibendera la Nyona anakuambia kwamba icheze goal kick. Vizuri Amis. Amerikani Nkuru amepoteza Kabumbu. Fikie. Namba 4. Philip. Omari tena amefikia wa kwanza namba 4 mgongoni. Bado. Cheza vizuri kwa Eliud. Cheza pembeni hapo na kucheza vizuri na Mosh Isaac. Chanzo huko lakini unakulewa. Ni watu watoke. Na ni Kabumbu ya kurusha maelekezo katika yasikana huyo hapa kama ni kweli wameonekana kwa machipukizi na kwenda kuitupa namba 2 mgongoni ambaye ni kwa Philip. Philip anaangalia Tanzania na ile tikalaza atenga nyuma huko. Hapa vizuri na namba 6 mgongoni ambaye ni Saab. Katika wa kwanza nambari 17 mgongoni. Anasogeza pembeni kwa kiti. Chanzo tena Eliud. Ndio amesimama vizuri. Ndio ataribio. Lakini bado tabu ipo pale. Ila chanzo huko anajaribu kutafuta lango lakini amekutana na watu mbali sana vikwazo vya kutosha na tayari goalkeeper ambaye ni namba 30 pia Halima. Labda kashangaa jamaa ana jina la kike au la jina ya dada zenu, lakini jamaa anakuambia kwamba ndio jina hapa nimepewa na wazazi, sina budi kulitumia. Kama ni jina la mshangazi wako, sisi kama mshangazi ni na mlango wa timu ya Chazi kwa nambari 4 mgongoni ambaye ni Nahimana. Nahimana amepoteza Kabumbu. Tumba tena amepoteza faida kwa Chipukizi. Lakini songwa nafuatana kwa kutosha Azad. Refa amesema kwamba ni kona kick ambayo itachezwa kwa faida ya timu ya Chipukizi. Kuelekeza katika lango la Oda. Michezo kona kick. Fast tena kipekee hapo amekosa Chipukizi. Chipukizi Mungu awape nini nafasi kama hizo za wazi. Unachezea shilingi kwenye choo. Cheza tena vizuri namba 5. Unakutana na block. Azad. Jaribu kutupa shot. Imekuwa ni off target. Na referee amesema kwamba ichezwe goal kick. Ulikuwa ni mshale wa kipekee wenye malengo. Kibana ukiyavamia utajikuta umevaa kanzu za kutosha. Anamiliki jaribu kucheza gol! Ni bao nzuri ambalo amefunga Philip. Kabumbu hatari sana mshale. Philip bana ajengewe sanamu kwenye timu ya Hodari FC. Namuona mchezaji nambari 20 ambaye ni mchezaji wa timu ya Baba Juma, timu ya Chipukizi, anajaribu kumwambia refaria kwamba
alichezewa mazambi, lakini pale jamaa amecheza ni kabumbu, hajacheza mazambi yoyote, na ni goli halali kabisa ambalo limebadilisha matokeo ndani ya dakika 4 za nyongeza. Kabumbu imekuwa yenye ladha yake, kabumbu imekuwa ni tamu sana. Filipo ni mchezaji mwenye sifa yake. Tunaona refa amepanic baada ya kwenda kushikwa kwenye jezi na mchezaji wa timu ya chipukizi. Na mwamuzi amesema ya kwamba kabumbu imekamilika baada ya kujaribu kuvamiwa na mchezaji wa timu ya chipukizi ambaye ni nambari 20 Omar. Ameharibu mchezo ambaye ni Omar. Naona ngumi zinapigwa wachezaji wa timu ya chipukizi na mashabiki wamepaniki na kwenda kumvamia referee baada ya kuchukua uamuzi wa kumaliza kabumbu siku ya leo. Na kama ilivyo sheria ya soka yetu hapa nyumbani ilivyopangwa, inasemekana ya kwamba ukimgusa referee ni haki kabumbu kumalizika na kupewa point mchezaji mwenzako au timu ambao ulikuwa anacheza nayo. Na tayari chipukizi wamecheza mavi, wamecheza ovyo na kwenda kumchapa referee tena. Imekuwa ni kosa lingine ambalo limesababishia kupoteza mchezo siku ya leo na kunyang'anywa point na kukamilisha mchezo ndani ya dakika 45 za siku ya leo. Unaambiwa kwamba Odari wanafurahia na kucelebrate ushindi wao wa pointi 3 za siku ya leo. Pointi tamu. Kabumbu ndio inakwenda kuisha ndani ya kipindi cha pili dakika 45. Na goli lilipatikana ndani ya dakika 4 za nyongeza siku. Igwen Media, burudani kwa wote.